Baada ya jahazi la Nabii Nuhu kutua na dunia kuanza upya, Nabii Nuhu alikuwa na watoto watatu: Sam, babu wa Waarabu na Wayahudi; Ham, babu wa Waafrika; na Yafeth. Yajuj na Majuj wanatokana na uzao wa Yafeth bin Nuhu. Kihistoria na kulingana na mapokezi ya wasomi wa kale, Yafeth alielekea upande wa kaskazini na mashariki mwa dunia, maeneo ya Asia ya kati na kuelekea kaskazini mwa milima ya Caucasus. Huko uzao wake uliendelea kuongezeka kwa kasi ya ajabu. Tofauti na ndugu zao wengine waliojenga miji na kustaarabika, kundi hili la Yajuj na Majuj lilibaki na asili ya kikatili, lenye nguvu za ajabu za kimwili na tabia za kinyama. Neno Yajuj linatokana na neno la Kiarabu ajij, linalomaanisha mwako wa moto au maji yanayochemka kwa kasi. Hii inaonyesha asili yao ya kutulia. Walikuwa ni watu wenye nishati ya fujo, wasiojua huruma na walioishi kwa ajili ya kula na kuharibu. Qur'an inawataja kama mfasiduna fil ardh, wafanya uharibifu duniani. Walikuwa wakivamia mataifa mengine, wakila kila kitu kuanzia mimea mpaka viumbe hai na kuacha majangwa nyuma yao. Asili ya Yajuj na Majuj inarudi nyuma kwa vizazi vya Nabii Nuhu kupitia mwanawe Yafeth. Hawa ni wanadamu kama sisi, wenye damu na nyama, lakini wana sifa za kipekee zilizowatofautisha na mataifa mengine. Katika zama za kale, mataifa haya mawili yalikuwa yakifanya uharibifu mkubwa duniani. Walikuwa wakivamia miji, kuua watu na kula kila kitu kilichokuwa mbele yao. Katika kipindi hicho, mfalme mwadilifu aliyepewa nguvu na elimu na Allah, Dhulkarnain, alikuwa akisafiri kueneza uadilifu. Alipofika eneo lililopo kati ya milima miwili mikubwa, alikuta watu walioishi kwa hofu kuu. Watu wale, wakizungumza lugha iliyokuwa ngumu kueleweka, walimwambia mfalme huyo kuwa Yajuj na Majuj ni wafanya uharibifu, na wakaomba awajengee kizuizi ili waweze kuishi kwa amani, wakiahidi kumlipa mali nyingi. Dhulkarnain kwa uchamungu wake alikataa mali yao, akisema kuwa kile ambacho Allah amempa ni bora zaidi. Aliwaomba wamsaidie kwa nguvu kazi. Aliamuru vipande vikubwa vya chuma vijazwe katikati ya ile milima miwili mpaka vikalingana na vilele. Kisha akawasha moto mkali kote na kuanza kuvuvia mpaka chuma kikawa chekundu kama moto. Wakati huo akamwagia shaba iliyoyeyushwa juu ya kuta zile za chuma na kutengeneza ukuta imara wa kuteleza na usioweza kutobolewa na kiumbe yoyote. Dhulkarnain akasema kuwa huu ni rehema ya Allah, lakini ahadi ya Allah itakapofika, ukuta huu utaporomoka na kuwa vumbi. Tangu siku hiyo mpaka leo hii, Yajuj na Majuj wamefungiwa nyuma ya ukuta huo mahali fulani duniani pasipojulikana. Maisha yao huko ni ya ajabu. Hawafi mpaka kila mmoja wao awe ameshaona watoto na wajukuu zake wa kiume zaidi ya 1000 wakiwa hai na wenye nguvu. Kila siku wanatoka na kuanza kuchimba ule ukuta kwa bidii kubwa wakitaka kutoka. Wanachimba mchana kutwa mpaka wanakaribia kuona mwanga wa jua upande wa pili, na kiongozi wao husema, "Rudi, tutamalizia kuchimba kesho." Lakini kwa kuwa hawajawahi kusema inshallah,